subscribe, unagonga kale kengele, alafu unajumuishwa kule tunafuatilia bila kujua. Amen. Zaburi ni ile ya 141 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Zaburi ya siku ya leo ni ile ya 141 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Tutasoma kwa kupokezana Zaburi ya 141 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10. Ee Bwana, nimekuita unijie hima, uisikie sauti yangu nikuitapo. Sala yangu mbele zako kama ukomba, uinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Ee Bwana, uweke mlinzi kinywani pangu, mngojezi mlangoni pa midomo yangu. Usielekeze moyo wangu kunako jambo baya, nisiyazoelee matendo yasiyofaa, pamoja na watu watendao maovu, wala nisile vyakula vyao vya anasa. Mwenye haki na anipige, itakuwa fadhili, anikemee, itakuwa kama mafuta kichwani. Kichwa changu kisikatae, maana siache kusadi kati ya mabaya yao. Kama kupasua kuni na kuzichacha juu ya nchi, ndivyo ilivyo mifupa yetu domoni pa kuzimu. Unilinde na mtego walionitegea, na matanzi yao watendao maovu. Amen. Tukae. Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 9 hadi wa 12, neno la Mungu linasema, kwa sababu hiyo sisi nasi tangu siku ile tuliposikia hatuachi kufanya maombi na dua kwa ajili yenu, ili mjazwe maarifa ya mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mwenende kama ulivyo wajibu wenu kwa Bwana, mkimpendeza kabisa, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika maarifa ya Mungu, na mkiwezeshwa kwa uwezo wote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi na kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Amen. Hili ndilo neno la Mungu. Moja
Karibu ugange mioyo yetu. Karibu tutakase kwa damu yako Yesu Kristo. Karibu tufundishe. Karibu Roho Mtakatifu, mwalimu wa Agano Jipya, na tuko tayari kukusikia na kutuwezesha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu unayestahili sifa na utukufu. Amen. Amen. Tutapata nafasi ya kuomba vizuri. Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari ule wa 41 mpaka mstari wa 45. Samueli wa kwanza, ninaomba ujitahidi kusimama tunaposikiliza neno la Mungu takatifu. Mungu akupe moyo wa kusimama kama hauna changamoto. Naona wengine wanawashikilia watoto. Sasa kama hauna changamoto usimame kwa kuliheshimu neno la Mungu, tupate kulisikia neno la Mungu kutoka kwenye Samueli wa kwanza ule mlango wa 17 mstari wa 41 mpaka ule mstari wa 45. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 41 mpaka ule mstari wa 45. Kwa hiyo sasa ninasoma Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 41 mpaka 45. Huyo Mfilisti naye akamsogelea Daudi na kumkaribia, na mtu yule aliyemchukulia ngao yake akamtangulia. Hata Mfilisti alipotazama huku na huku akamuona Daudi akamdharau, kwa kuwa ni kijana tu mwekundu, tena ana sura nzuri. Filisti akamwambia Daudi, "Je, mimi ni mbwa hata umenijia kwa fimbo?" Filisti akamlaani Daudi kwa miungu yake. Mfilisti akamwambia Daudi, "Njoo huku kwangu, nyama yako nitawapa ndege wa angani na wanyama wa mwituni." Ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti, "Wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki, bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi, Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana." Amen. Tukae.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo ni siku njema sana, siku nzuri Mungu ametupa, siku ambayo tumepewa ili tubarikiwe, na sio siku ambayo tumepewa ili tuomboleze, bali ni siku ambayo tumepewa ili tumuinue Mungu, tumtukuze Mungu katika maisha yetu. Nina hatua leo na wewe una hatua leo. Haleluya. Sasa nataka tujifunze kidogo, tutakuwa na mambo mengi. Na nataka kama tuna mambo mengi kanisa la kwetu hatujakoni. Amen. Haleluya, watoto wa Mungu. Nawapenda sana. Mungu awabariki sana. Asante sana kwa kazi mnayofanya, nimeona msingi umechimbwa. Mungu awabariki wana wa Waso. Na Mungu aendelee kuwatia bidii, mshikamane mfanye hiyo kazi. Mmechanga shilingi milioni 4 pamoja na hadi. Hongereni sana, kazi iende mbele. Hakuna mtu anakuja kufanya hiyo kazi, ni ninyi ndio mfanye. Jitoe kwa kazi ya Bwana. Haleluya. Kama mnavyojitoa, Mungu awabariki na kuwainua. Sasa kabla tujaendelea, hata kama muda ni hati leo, naomba tuimbe wimbo huu. Kila mtu arudi kwenye vyombo. Shika gitaa, bezi, kila kitu. Tuimbe wimbo namba 259 kwa raha zetu. Amen. Haleluya. Usikae kanisani kama unasubiri kumuelewa meno baada ya ibada. Bichi ya Bwana. Uwe na amani katika Bwana. Amen. Yes. Yesu ni rafiki yetu. Na ni kweli ni rafiki yetu. Wow, urafiki wake ni wa kudumu, tuwe duniani tusiwe, lakini urafiki wake ni wa kudumu. Nataka tutumie hii tuni. Yes. Yes. Wewe tazama, nenda kazini. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba unisikilize kwa makini kwa somo la leo. Somo ninalotaka kuhubiri siku ya leo ni muhimu sana. Si tu kwamba nimelileta kwa sababu liko kwenye Biblia, lakini nimelileta kwa kujua hali za familia zilizoko maeneo ya kwetu haya. Usharika wa Sonjo na ni usharika wa Loliondo na usharika wa Waso. Na huu ni usharika wa 3 nikihubiri hili somo. Na nimekuwa nikipata shuhuda, nimeona manufaa yake. Amen. Amen. Na somo lenyewe linaitwa nguvu za Mungu dhidi ya laana. Nguvu za Mungu dhidi ya laana. Nitajaribu kufupisha kadri niwezavyo, kuhakikisha ya kwamba tunakwenda na muda, maana mbele yetu tunakwenda kushiriki meza ya Bwana. Na Mungu uniahidi uvumilivu, sio uvumilivu ule wa mwilini, ule uvumilivu ambao ni tunda la Roho Mtakatifu, ikufanye utulie kabisa. Mungu atukuzwe. Amen. Nguvu za Mungu dhidi ya laana. Na nitangulie kwanza kueleza ili neno laana. Na baada ya ibada hii, na sio baada ya ibada hii, tutashirikiana na wewe kushughulika na mambo kadha wa kadha ambayo anaweza akawa amekuja juu yako kama neno la laana ama tendo la laana. Na tuko tayari kushirikiana na wewe kuhakikisha kwamba tunashughulikia. Na mimi hapa nitajaribu kueleza kwa makini vizuri sana ili uweze kunielewa. Na nitatangulia kueleza nini maana ya neno laana. Laana ni maneno yaliyo kinyume na ustawi. Ni maneno yanayotamkwa yaliyo kinyume na ustawi wa jambo lolote jema. Ni maneno yanayokuwa kinyume na ustawi, yanayotamkwa na yanakuwa kinyume na ustawi wowote wa jambo jema. Ndio maana ya laana.
Kwa hiyo pia ni maneno yanayotamkwa na mtu au watu wenye nafasi kama lango katika ulimwengu wa roho. Ni maneno ambayo yanatamkwa na mtu ama watu wenye nafasi kama lango katika ulimwengu wa roho. Sisi tukiwa hapa kanisani tuko kwa jinsi ya mwilini hapa, lakini katika ulimwengu wa roho kila mtu ana nafasi yake. Na kama ni hivyo, maana yake ni kwamba mtu anaweza akatamka maneno, na kwa sababu ana nafasi katika ulimwengu wa roho, yani maneno yanafanya kazi kwenye maisha ya mhusika au jamii husika. Sasa yule mtu ana nafasi katika ulimwengu wa roho, na yale maneno yana nguvu kulingana na nafasi ya huyo mtu alionayo katika ulimwengu wa roho. Amen. Amen. Mungu atusaidie. Amen. Yanaweza pia yakaambatana na vitendo pamoja na sadaka. Kwa hiyo laana inaweza ikawa ni maneno yanayotamkwa. Na nikupe mfano kwa maneno ambayo kwa neno tulilolisoma sasa hivi. Tumesoma habari ya Daudi. Daudi alitumwa na baba yake. Nisikilize tu aka story kidogo. Alitumwa na baba yake akawaangalie ndugu zake wakiwa kwenye vita kati ya wana wa Israeli, jeshi la Israeli na jeshi la Wafilisti. Katika historia yote ya wana wa Israeli, toka wametoka Misri kwenda eneo la Kanaani, mahali ambapo Mungu amewaahidi watakaa, watu ambao wamekuwa constant foes, maadui wa kudumu, ni Wafilisti. Na ukifuatilia vizazi vya Wafilisti mpaka leo, ndio hao tunaowaita wa Palestina leo, ambao bado ni msumari wa moto kwa taifa la Israeli, wameathirika na hawa watu. Kijiografia walikuwa wamekaa pembezoni mwa bahari ya Mediterranean, kwenye miji kama ukisoma kwenye Biblia utaona kama miji ya Sidoni, ndio walikuwa kwenye hiyo miji. Walikuwa wanaishi pale kwenye hiyo miji. Mpaka leo ni tatizo kwa taifa la Israeli. Siku ile kama tulivyosoma, jeshi la Wafilisti limekabiliana na jeshi la wana wa Israeli. Lakini jeshi la Wafilisti waliweka tumaini kwa mtu mmoja anaitwa Goliati. Na huyu mtu anaitwa Goliati ni kama wale wanefili kabla ya gharika iliyoachiliwa kipindi cha wakina Nuhu. Ni watu ambao sio watu wa kawaida. Ni vile mtu ukiambiwa hatua za kupima kitanda cha Goliati, si alikuwa mtu wa kawaida. Mimi wanajiuliza mama aliyejifungua huyu mtu alikuwa ni mama wa aina gani? Kwa sababu ni mtu mkubwa sio kawaida. Na ndiye alikuwa anategemewa. Aliwatukana jeshi la wana wa Israeli na Mungu wa Israeli mara 80. Alikuwa anatukana asubuhi, anaenda kulala. Anatukana jioni, ndiye atakalale kesho arudi tena. Kwa siku 40. Mara 2 ni 80. Kwa hiyo alifanikiwa kumtukana Mungu na jeshi lake kwa mara 80 kwa muda wa siku 40. Baba yake Daudi anamwambia Daudi, nenda kaangalie ndugu zako wanaendeleaje kwenye vita, uniletee taarifa. Amefika pale, anamkuta huyu Mfilisti asiyetahiriwa. Na unajua Wayahudi walikuwa wanatahiriwa na wanawadharau watu wengine wasiotahiriwa, kwa sababu ile tohara ilikuwa hii maiki nitatupa nje. Imeokota hii maiki au mlipewa? Acheni mkuu na kazi ya Mungu bwana. Mungu atusaidie watoto wa Mungu. Haleluya. Amen. Ili kanisa ni tajiri, sio kutumia maiki zinazokoroma. Lakini kwanza nani kazi? Shida gani? Unapenda umasikini na sababu. Kwa hii. Haleluya. Mungu asifiwe. Amen. Kwa hiyo alipofika akamkuta Mfilisti analitukana jeshi la Mungu na Mungu mwenyewe. Na Daudi akauliza, kwa nini mtu atakayemuua huyu mtu atapewa nini? Huyu kijana huwa anachunga machungani, hana uzoefu na hivi vita vya Wafilisti. Na akaambiwa mfalme ameahidi ya kwamba atakayemuua atamuoza binti wake. Na Daudi akasema, mimi nitafanya hii kazi. Taarifa zikafika kwa Sauli ambaye ndiye mfalme na yuko vitani, kwamba kuna kijana amesema anaweza kumshughulikia huyu Mfilisti. Na okay, akavalishwa, na najaribu tu kufupisha, akavalishwa silaha za mfalme.
ili akapigane. Alipojaribisha zile silaha hawezi, hana uzoefu nani. Anasema wacha niende na uzoefu ninayojua. Iko hivi, akaenda kwenye kijito cha maji, akachukua mawe matano malaini, akaweka kwenye sling. Hii inaitwa manati, not manati. Hii inaitwa kombeo. Mungu atusaidie. Kwa hiyo akaweka. Na unajua hata kama una shabaha kabisa utaukosa ukuta. Kwa sababu kichwa cha Goliathi ni zaidi ya bajaji. Na unaye akasema hata kama sina shabaha, hii kichwa haikosekani. Nilani watu hao. Nisikilize Bwana. Haya maneno ya laana ni silaha kuliko bunduki. Mungu atusaidie. Yanakuua, mhusika hahitaji kufika nyumbani kwako, yanakumaliza huko kwa na potamuko. Hii ni silaha. John laanie watu hao. Ukienda mbele, naye Balaamu akatoa procedures ama namna kutoa hiyo laana. Sadaka ya damu iletwe. Madhabahu 7. Kila madhabahu ina dume na kondoo. Na ikarudiwa mara ya pili, madume wengine 7 na kondoo tena katika jitihada za kulaani. Balaamu alishindwa kulaani, akajikuta na bariki. Ndio utasikia kwenye huu mlango neno linalosema hakika hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli. Haleluya. Hebu fungua wimbo namba 265 kwenye kitabu cha Tumwabudu Mungu Wetu. Uone huo wimbo 265. Mungu asifiwe. Amen. 265. Umeona huo wimbo? Usio unaimba tu. Nilishaikwambia usiimbe wimbo usio kuhusu. Achana nayo. Wewe ukiona wimbo haikuhusu, acha. Amen. Amen. Tuangalie ubeti wake wa kwanza au fungu la kwanza. Danga wetu Balaamu ndiye aliyetamka kwenye Biblia hakika hakuna uganga wala uchawi juu ya Israeli. Amen. Na akasema nitamlaanije yeye ambaye amebarikiwa. Tayari Mungu ametamka baraka. Na hizi baraka lengo lake ilikuwa ni kushughulika na maneno mengine ya laana, kukuhakikisha kwamba na kupreserve uwe salama, yanakuhifadhi. Haleluya. Mungu atusaidie. Ngoja tuende kidogo mbele. Laana inatumia kanuni zilizokubalika ndani ya jamii. Laana inatumia kanuni za maisha zilizokubalika ndani ya jamii husika ili kufanya kazi. Mkondo channel ya laana hutumia pia kanuni zilizoko ndani ya jamii husika. Kwa mfano, kuna jambo ukifanya kwa Wasukuma upate laana, ukienda kufanya kwa Wagogo unapata laana. Kwa sababu laana inatumia channel, makubaliano, kanuni za maisha zilizokubalika. Kwamba ukifanya hili jambo ni tatizo, ni mbaya. Kwa hiyo laana inatumia hizo channel. Ndio maana ni wakati mwingine ni ngumu sana, wakati mwingine ni ngumu mtu aliyeko Mgogo amlaani Mhehe. Kwa sababu hiyo laana inayotamka kwenye kinywa, kuna nafasi inaweza ikafanya kazi hata kama imetoka kwenye kabila moja kwenda kabila lingine, lakini kuna wakati mwingine inakosa nafasi ya utendaji kutokana na kanuni za maisha tofauti. Kuna kitu Msukuma akimfanyia baba yake anapata laana. The same apply ukienda kwa Wachaga, kijana wa Kichaga akifanya apate laana. Kwa hiyo wakati mwingine laana inapata nguvu kulingana na kanuni za maisha za jamii husika. Amen. Nikupe mfano mmoja. Wewe umeoa kwenye kabila gani? Cheki kanuni za ulipaji wa mahari ya kwao.
ulipaji wa mahari ya kwao. Kati ya kitu kinachoweza kukukwamisha, ujiite wa kisasa, ujiite mjanja, ujiite msomi, eneo la, utaona baadaye, eneo la kulipa mahari. Mahari sio malipo. Mahari sio kumnunua mtu. Mahari ni kutega baraka. Haleluya. Ni namna kutega nini? Baraka. Utaona baadaye. Mungu atusaidie. Kwa hiyo laana ina tabia ya kutumia kanuni kadha wa kadha katika kuhakikisha ya kwamba inamfikia mtu. Kuna kanuni zilizokwisha kuwekwa. Sasa niende moja kwa moja, maana sitaki ndio tuchukue muda mrefu, ni kuonyeshe aina za laana. Na hapo uwe makini. Aina za laana. Laana ya kwanza na iliyo mbaya kuliko yote ni hii. Ni laana unaotokana na uasi wa Mungu. Kumwasi Mungu. Mungu atusaidie. Laana inayotokana na kumwasi Mungu. Hii ni laana mbaya kwa sababu ina matokeo ya umilele. Umetengwa na Mungu milele. Hii ni mbaya, unamkosa Mungu milele kabisa. Adamu na Hawa katika anguko lao inatafsiriwa kama laana. Mungu ametengana na wao. Kwa hiyo akabaki chini ya wingu la laana wakati wote. Kristo alipokuja alishughulika na laana. Hebu angalia Galatia, waraka Paulo kwa Galatia 3:13. Jinsi Kristo Yesu aliandikiwa ya kwamba yeye atakayeangikwa juu ya mti amelaaniwa. Mtu yeyote atakayeangikwa juu ya mti amelaaniwa. Torati iliandika hivyo na ibadiliki kamwe. Ili sasa Kristo atakapoangikwa juu ya mti, laana zote ziende kwake. Ili kila mtu atakayemwamini, laana juu yake ifutwe. Laana inayoshughulikiwa na msalaba kwa kumwamini Kristo Yesu ni ile ya kwamba umetengwa na Mungu. Ukimwamini Kristo Yesu, ile laana inafutwa. Ndiye alikuwa anaitwa Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Haleluya, taifa la Mungu. Amen. Maana Mungu amerudisha mahusiano na sisi kwa kushughulikia laana. Torati ilisema ya kwamba amelaaniwa kila mtu atakayeangikwa kwenye mti. Lengo lake ni kwamba laana ipate dawa. Iko siku, wakati Torati inaandikwa, iko siku moja ataangikwa juu ya mti. Atakapoangikwa juu ya mti, laana zote zitaelekea kwake. Haleluya. Mungu atusaidie. Galatia 3 ule mstari wa 13. Na kabla sijasoma hilo neno, naomba nikwambie kitu kimoja. Adam alikoroga, akawa amepata laana. Kwa hiyo sisi tuliozaliwa kutokana na yeye hatuna namna kupata baraka za Mungu. Sizungumzi habari ya ng'ombe. Ng'ombe hii tumia akili, fuga utapata. Mimi nazungumza baraka za Mungu mioyoni mwa watu. Ile Paulo anaandika kwa Waefeso 1:3. Yeye Mungu ametubariki kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Haleluya. Hii ndio ile kitu natakiwa upate duniani. Vitu vingine viko nje, vinaweza vikapatikana bila Yesu. Utapata watoto. Unakumbuka yule mama Uganda, yule mama wa Uganda alizaa watoto 48. Akijifungua watoto 4, siku hiyo anasema Mungu asante maana nimejifungua wachache. Akijifungua 8, 7, 6, 4. Hajawahi kufanya sala ya kupata mtoto. Mimi sidhani kwamba ili kupata watoto unahitaji kuwa na Yesu. Wengine wananishangaa. Nisikilize, watoto wako ndani ya Agano Jipya. Sio sababu ya msalaba. Haleluya. Ng'ombe sio sababu ya msalaba. Dunia haijawahi kufilisika ng'ombe wala watoto. Watu walikutwa Sodoma na Gomora, watu wengi waliteketea. Wakati wa gharika wengi waliteketea. Inasemekana kulikuwa na watu wanauti bilioni 7. Walibaki watu 8. Mabilioni ya watu walipotea. Walikuwepo watu wengi bila Yesu. Damu ya Yesu sio kuja kuongeza watu duniani. Walikuwepo manyang'au wengi na wasiomtaka Mungu. Haleluya. Amen. Ngoja niseme siri kidogo. Unahitaji kuwa na Yesu uwe na magari. Unanielewa ninachokisema? Ili umiliki kampuni unahitaji kuwa na Yesu. Unahitaji kutumia akili, nenda darasani, soma uchumi, kafanye kazi, acha michepuko, kusanya hela, save money, utakuwa na vitu. Unakumbuka kipindi cha uchaguzi? Watu walikuwa wanasemaje? Mabadiliko. Na nikasema
Wanaume nisikilizeni, hakuna serikali itakao kubadilishia maisha. Una watu wengi kama kupe. Hai! Na kama kuna watu wanajua kumeza hela, haisee ni mchepuko, anaga huruma. Anakuambia mimi nimefiwa na mjomba Iringa. Wewe unajua ndugu zake? Toa hela. Wala haendi Iringa, anaenda Maji ya Chai. Moyoni mwake anasema nina burukenge mwingine. Huyu yeye anatakiwa tu anisapoti nauli ya Iringa. Hapo bado hujampa rambirambi na hela ya kula njiani. Mungu atusaidie. Ila kinachotokea watu wakimwamini Yesu Kristo, kwa kuwa vitu vyao vinaletwa ndani ya Agano Jipya, na kwa sababu vitu vyao vitaanza kutumika kwenye agenda ya Agano Jipya, na adui wa msalaba ana vita na vitu vya Agano Jipya, ataanza kupambana na biashara zao. Hapo tuna sababu ya kuombea biashara yako. Wangapi wananielewa ninachosema? Ngoja nikwambie, narudia tena niwe kufundisha hapa. Afya yako ukishakuja kwa Yesu Kristo, afya yako inaanza kuwa na vita. Kwa sababu si tu afya njema ya kutembea dunia hii ovyo, ni afya njema kwa ajili ya utumishi ndani ya Agano Jipya. Na umepata neema ya kufanyika mwana wa Mungu, so that Agano Jipya, agenda ya Agano Jipya, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu wote mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na mimi niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Ukiokolewa, hii agenda inakuhusu. Adui wa msalaba anaanza vita na wewe, si kwa sababu hataki ushinde wala kuvaa nguo nzuri, hata kuwa na pesa nyingi kwenye akaunti yako, lakini ni kwa sababu umeanza kubeba agenda ya msalaba. Haleluya! Na damu ya mwana kondoo ikufunike ubeba agenda ya Agano Jipya kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya! Haleluya! Sikuombei tu usife. Wengine wameshakufa kama kawaida, lakini nakuombea uishi kwa sababu ya agenda ya Agano Jipya. Mungu asifiwe. Haleluya. Hata vile nisije nikaenda mbali. Unaona ninachokisema hapa? Iko hivi. Mungu asifiwe. Ilikuwa nimesema Wagalatia. Na kabla sijaenda Wagalatia, nilikuwa najaribu kukueleza Adam channel, ile channel ambayo tungepokea vitu vyote kutoka kwake. Unajua, ngoja nikwambie kitu. Sasa hivi kitu tunachoweza kupata kutoka kwa Adam ni laana tu. Na ndio maana kwenye ubatizo tunatangaza, Mungu naomba umjalie huyu nyang'au afe, afufuliwe mtu mpya. Kwani utusikiti kwenye ubatizo tunasemaje watumishi? Dada, ndio tunasema hivyo. Mungu jalie hii nyang'au ife, tupate mtu mpya katika Kristo Yesu. Na Mungu alipoona kwamba dunia imemesa, alifanya kitu gani? Akaja na mpango mpya. Akamtafuta mtu anaitwa Ibrahimu, akamwambia nakubariki, utakuwa baraka kwa mataifa, na mataifa yote watabarikiwa. Nini maana yake? Kila atakayemwamini Kristo Yesu anaunganishwa na wewe ili hizi baraka zimpate. Kwa nini channel ya kwanza imeziba? Bomba la kwanza limeziba, kuna takataka. Hii sio ya kuzibua, ni kuanzisha nyingine. Ndio maana maandiko yanasema, hasa nenda Galatia 3, unaweza ukanielewa. Tukienda Galatia 3, ngoja kunishangaa. Mimi ni mweusi lakini tu peke yangu, tuko weusi wengi. Hicho hapa ni kama tumezidiana tu. Nimefungua dada Galatia 3 ule mstari wa 13, si ndio eh? Haleluya, taifa la Mungu. Tufungue haraka ili tuweze kwenda, tusiwacheleweshe watu wengine. Unajua kuna watu wana haraka kanisani na unaenda kuwakuta baadaye wako kijiweni. Wanaongea habari ya Barcelona na Manchester United. Kanisani wana haraka, hujapata kuona, nafikiri wanaoga nje. Cha. Ni kama yani unajua kanisani nasemaje, kuna kasumba fulani ambayo haiwapi watu huru wa kukaa nyumbani kwa Bwana. Hebu Jumatatu ulikuwa unakimbia haraka mpaka hata salamu una. Jumanne tuko cha. Jumatano twende. Ijumaa ndio kabisa salamu hata hakuna. Saka pesa. Na ndio maana tunaga vikao Ijumaa ili tuwape nafasi ya kutafuta hela. Jumamosi nyoosha goti. Tunakutana Jumapili lakini bado mtu ana haraka kama anaoga nje. Na unajiuliza, my friend, hizi siku zote hazija kutosha. Mungu mwenyewe yuko wapi kunataka kupumzika? Au kupumzikaji? Hai.
nguvu. Lakini pia ninaona vita kwenye ulimwengu wa roho. Unajua ni kwa sababu gani? Kuna kitu tunaenda kutoa lock. Sema kutoa lock. Sio ile lock ya siku ya Ijumaa ya kuondoa Jumamosi. Wanaume wanajua, wale ambao wanahudhuria kwenye tuinue mioyo. Si mnajua hicho kitu? Unaamka asubuhi umeheng. Baba shikamoo salama. Yaani bado lock haijatoka. Galatia 3. Ili uelewe Galatia 3, ni lazima ujue kilichotokea kwenye Adam. Ndio utaelewa nini maana ya Mwanzo 12. Mungu anamwambia Ibrahimu, nimekuita sio kukubariki tu wewe peke yako. Ni kwa mataifa yote watabarikiwa katika wewe. Anasemaje? Mstari wa 13. Kristo alitukomboa kwa laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana. Nisikilize bwana, Yesu alifanywa laana. Sio alikuwa na laana, alifanywa kuwa laana totally. Mungu atusaidie. Alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, hiyo Torati sasa, Torati imeandikwa. Amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. 14 anatoa sababu. Usisahau mstari wa 14 maisha yako yote. Ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Mungu asifiwe. Wewe umeweka imani katika Kristo Yesu, umebatizwa kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa nisikilize. Umefungua baraka za Ibrahimu zikufikie. Lakini angalia hilo neno. Hakuna toyo wala buku wala chochote. Imesema ahadi za Mungu ambazo ni nini? Roho, herufi kubwa. Umasikini wa dunia ni roho. Yesu anasema kila mwenye kiu na aje. Alifanyika mwamba kule jangwani, watu wakanywa maji. Utaki utakufa, hapa ni jangwani. Umtaki Yesu Kristo, hii dunia ni jangwa. Udai utadai, unadanja. Mazao hujui maana ya kudanja, ni kufariki. Haleluya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie taifa la Mungu. Huyu ndiye Yesu anayesema, mimi ndimi mkate wa uzima. Aulaye mwili wangu, unaenda sasa hivi kupiga. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu atakuwa na uzima ndani mwake. Ndio ukweli halisi. Mungu asifiwe. Tunaona najaribu kuonyesha ya kwamba dunia hii ni, angalia kwa mfano, kuna wanaume. Ngoja nitoe mfano kwa wanaume. Mwaka juzi alikuwa ana mke wake mrembo tu, mwaminifu, ambaye hata ukisukumwa na toyo sendabolti ikaachia, atakutunza kitandani. Manyanga wote utawaona. Mwaka juzi alikuwa na kama mwanamke mmoja mchepuko mweusi mfupi. Amekaa na huyu akasema hapana, sijaridhika. Akatafuta mrefu kama anauza magazeti kwenye ndege. Amemwacha na huyo. Kamtafuta mnene kiuno akijulikani kimeishia wapi. Hajatosheka. Sasa hivi anamtafuta yule ambaye akivaa dira utajua akianza kutembea anaenda mbele ama anaenda nyuma. My friend, ngoja nikwambie, kiu yako iko hivi, Mungu ndiye ameondoka ndani yako, sio mchepuko. Nenda kule Rombo, watu wanamtoa paka kwenye pombe. Paka. Mimi nilikuwa naongea na mwinjilisti mmoja, alikuwa anauza pombe, anasema natoa panya wakubwa waliovimba ndani ya pipa la pombe na waweka pembeni. Walevi wanakunywa hiyo pombe huku wale panya wako hapo pembeni. Utafanyaje? Usicheze na kiu ya Mungu kuondoka. Utatafuna chochote ukijua ndio kilichopotea. Mtu anakunywa bongo. Sisi leo kutoa bongo miaka ya nyuma kama dawa ya tumbo. Unaweka kwenye kisibo unakunywa hicho kisibo, unanyanyuka unasimama. Kwa sababu mpaka ifike kwenye tumbo inaunguza. Mtu amekaa na geleni nzima hapo. Na jamani, wauza bongo wanatesa. Watu wamekaa kwenye vitofali. Kitofali yenyewe ni tabu. Kabla pombe yenyewe haijawa tabu. Ni mtu anakunywa huku machozi anamtoka. Nimalize tu, kakamatia hapo. Achi.
Ndugu zangu, watoto wa Mungu, unaanza kunywa ni unaanza kuharisha hapo. Na ndio maana Kenya saa 12 wanawake wamemiminika mitani kwenda kuchukua waume zao. Anaweka begani, jamaa kaisha. Babu zinahesabu, utafikiri ungu aliyekula dagaa. Kuisha habari. Na ndio maana Kenya, Afrika Mashariki inaongoza kwa wanawake kuwafikia waume zao. Mama wengine ni wauza vitumbua. Hakuna mama muuza vitumbua mwembamba huaga neto kawaangalie. Wote ni mabonge. Akikulalia miguu inafanya hivi tu. Kuna namna ya kutoka. Kai. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Sema Yesu ni maji ya uzima. Ni mkate wa uzima. Nimempata. Sina kiu tena. Haleluya. Mungu asifiwe. Hii ni laana ya kwanza inayoshughulikiwa. Hii ni mbaya. Inakutenga na Mungu milele. Hii mbaya. Weka imani katika Kristo Yesu, hii laana iondoke. Sikiliza, hii laana ya kutengwa na Mungu haikunyimi ugali, haikunyimi gari, haikunyimi kampuni, haikunyimi gorofa. Kwa hiyo sio kama gorofa ukafikiri laana imeondoka, iko pale pale. Maadamu hujamwamini Yesu Kristo. Amen. Nisikilize, maandiko yanasema kuna vitu hawa watu hawajui. Unasoma kwenye Biblia unafikiri ni kitu cha kawaida. Angalia kwenye Biblia. Mungu ni wa rehema. Katafute ni maana ya rehema. Mungu ni wa huruma. Katafute maana ya huruma. Watu wanatamkaga tu. Mungu anafadhili. Utafute maana ya fadhili. Kuna kitu kinachoitwa wema. Wema ni aina ya upendo alionayo Mungu ndani yake. Ni asili yake inayomsukuma watunze watu wote hata kama ni wabaya kiasi gani. Uanyeshea mvua wema na wabaya. Agano Jipya, point of view, point ya Agano Jipya ni kwamba kwa kuwa baba yenu huanyeshea mvua wema na wabaya, na ninyi wapendeni maadui zenu. Ndio maana mimi sipendi hizi huduma zinazosema tuombe wachawi wafe. Tumeambiwa tuwabariki hata wanaotuuzi, wanaotulaani tuwabariki sisi, tuwarudisha baraka badala ya laana. Hii huduma ya watu kufa, shangazi yako afe, sijui mjomba afe, hizi ni huduma feki. Okay. Ninaweza kufanya maombi na dada aliyejeruhiwa na kunyang'anywa mume. Naomba omba afe. Mtumishi. Tunaanza. Baba, tunakuja mbele zako. Huyu anaiba mume wa mwenzake. Akate moto. Alafu Mungu anatokea hapo akasema, nimewasikia isipokuwa nitaanza na michepuko wa aina yote toka 98. Baba, naomba hatakuwa tunamaanisha hivyo, kwa sababu wewe mwenyewe unajua kuna mahali umemesa. Ni Mungu amekuokoa, juzi ulikuwa nyang'au, lakini sasa ukutaka mtu akuombee wewe ufe, leo umeokolewa unataka wenzako wakate moto. Unamwambia Mungu, Baba samahani, hatakuwa tunamaanisha, hatakuwa tusiende mbali. Tuanzie hapa karibu. Haleluya. Mungu atusaidie. Jamani, ngoja niende nisije nikakwama. Kwa hiyo ndugu zangu, hii laana ondoa. Hii ondoa. Dawa ya hii laana, dawa yake ni moja tu. Tubuni. Kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kila muaminie Yesu Kristo atakaye mkiri kwa kinywa chake kwamba yeye ni Bwana. Nini maana ya Agano Jipya kwa maelezo mafupi? Ni Agano Jipya ni mahusiano ya mtu na Mungu, Yesu Kristo akiwa mpatanishi, na wanaopatanishwa na huyo Mungu wamemwamini Yesu Kristo na kusadiki ya kwamba yeye ni Mungu na ni Bwana. Ndio maana ya Agano Jipya kwa kifupi. Labda nitafafanua baadaye kwa wale watakao kuwepo saa 10. Nataka nibaki hapa mpaka saa 10 kwa ajili ya ile ibada ya saa 10. Dada amesema, mwinjili amesema. Haleluya. Hii ni laana ya milele, ni mbaya kuliko laana zote. Dawa yake ni toba. Mgeukie Mungu. Amen. Laana ya pili. Laana ya pili. Hii inatokana na wazazi na ndugu wa karibu. Nisikilizeni kwa makini hapa. Hii laana haikunyimi kwenda mbinguni. Hii ya wazazi na ndugu haikunyimi kwenda mbinguni. Kwa nini? Mbinguni tunaenda kwa kuweka imani katika Kristo Yesu. Hii laana ya baba na mama, na ngoja nikwambie, katika amri 10 za Mungu, amri ya 4 inasemaje?
Sasa nisikilize vizuri. Wacha kutiririka, maana kujua kusema hata yule jamaa aliulizwa, wajua amri za Mungu, akasema toka utotoni hizo imezishika. Kuna issue nyingine mzee. Mungu atusaidie. Sasa nisikilize vizuri. Amri 10 za Mungu, 10 tu. Mungu akaamua ya kwamba ya 4 iwe ni kwako na wazazi. Usichukulie poa, una sababu. Efeso 6:1 anasema watoto waheshimuni wazazi wenu katika Bwana. Not katika nje ya Bwana, katika Bwana. Tunapata tafsiri ya kwamba unamheshimu mzazi kwa kuangalia mipaka ya Agano Jipya. Kama sasa ili kumheshimu unaasi agenda ya wokovu ya Agano Jipya, haisee hapo ni mbaya. Utamkataa pale, lakini unamkataa kwa adabu. Unakataa kisilencer. Na nielewa ninyi wanaume, unamkataa kisilencer. Sio unasimama naye. Yaani sio unashindana naye. Sasa kwa nini Mungu amesema kwenye amri ya 4? Kwenye kitabu cha Kutoka, ni Kutoka 22. Hizo amri zipo, Kutoka 22. Amen. Sasa nisikilize vizuri kwenye hilo eneo la wazazi. Nimekuambia saa ile laani inaweza ikatokea kwa watu ambao wana nafasi kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Wakati wa uumbaji, kati ya watu waliopewa nafasi ya juu kwenye ulimwengu wa roho, kwa hiyo wanafanyika malango kwa Mungu, lakini baada ya anguko ni malango kwa shetani. Unaelewana ninachosema? Baba na mama, wengine wako hapo pembeni, hawajawa mbali. Yule baba mdogo, baba mkubwa, wengine wako wazee wakubwa. Ndio maana mimi hapa Loliondo toka nimekuja, nikuta mzee mkubwa tu, shikamoo, waheri. Sitaki ugomvi na wazee. Wewe ni brother wangu, sitaki ugomvi na wewe, kwa sababu kuna nafasi ulionayo kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mambo ukianza kushughulika mbele yangu, mambo yako hayaendi vizuri. Mungu atusaidie. Haleluya. Yaani nisikilize, hawa watu wana nafasi kubwa kwenye ulimwengu wa roho. Kubwa. Wow. Na Mungu alikusudia kuwaweka hivi, ili akitaka kushughulika na jamii ya kibinadamu kwa baraka, apitie wao. Okay. Tuende kitabu cha Mwanzo 49. Tuone kile kitu Mungu amefanya kwa kupitia Yakobo. Watoto wa Yakobo walitamkiwa mambo ambayo yalikuja kuwa hivyo. Na alianza na mzaliwa wa kwanza Ruben. Na utaona kile ambacho amemwambia Yuda. Amemwambia Yuda, fimbo ya enzi haitaondoka nyumbani kwako. Akimaanisha akasema kwa sababu kwako atatoka yule atakayemiliki mataifa. Anamaanisha nani? Kristo Yesu. Kwa hiyo maneno yale yalikuwa na nguvu kuhakikisha kwamba mapenzi ya Mungu ya kuokoa ulimwengu yanakuja kutimia. Lakini alimtumia baba mzee aliyezeeka kutamka hayo maneno. Ndio utaelewa kwa nini wakati ule Isaka alipozeeka mpaka haoni, akamwambia Esau, mzaliwa wa kwanza, nataka nikubariki. Tumbo lenye njaa alibariki. Kawinde, pika kitu kizuri. Ndio kanuni ya kiroho. Ndio maana nakwambia kama unakaa na mke mmoja mlipia mahali, my friend, saa itakuja utanielewa. Kalipe mahali ya watu. Kalipe. Unajikaza. Baada ya watu anazaa, amefikisha watoto 13. Wewe ujali kabisa. Mungu asaidie. Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, ule mlango 49. Ninaenda sasa hivi kumaliza. Mwanzo, mlango 49. Utaona Ruben, kwanza Ruben mwenyewe kapata shoti hapo. Bonge la shoti. Huyu mtu anaitwa Ruben. Kwa sababu Ruben alimchukua mchepuko wa baba yake. Isaka akapata shida moja. Ndio maana wao wanaambia vijana, baba yako hata kama amekutoka kimaadili, kaa mbali na michepuko ya wazazi wako. 49 mstari wa 2. Kusanyikeni msikie enyi wana wa Yakobo. Huyu ni Yakobo mwenyewe ndiye anasema. Msikilizeni Israeli baba yenu. Ruben, huu mzaliwa wangu wa kwanza. Nguvu zangu na malimbuko ya uwezo wangu. Umewapita wengine kwa ukuu na kwa nguvu. Umeruka mpaka kama maji.
basi usiwe na ukuu, kwa sababu ulikipanda kitanda cha baba yako ukakitia unajisi, alikipandia kitanda changu. Unaweza kuelewa kwa nini Wameru, niwape mfano wa Wameru na Waarusha na Wamasai wamewaweka watu kwenye rika. Sasa sikiliza, Waarusha wakiwa siku ile, kama Waarusha yuko hapa anajua, ile siku ya kunyolewa kwa rika ili wapumzishwe, mama anawekewa ngao kwenye mlango na kulaaniwa kama ameenda, si kwa mwanaume yeyote, ameenda rika lingine. Wale watu walichokuwa wanafanya ni kuhakikisha ya kwamba hapata kuwa, kwa sababu kwa mfano kuna rika baba zao ni rika fulani. Kwa hiyo ili kumaintain, kuhakikisha ya kwamba huyu mama hata cross kwenda kwa watoto, wakaweka laana kwamba siku ya kumunyoa baba na inajulikana ile siku na wewe umri umeenda. Kwa hiyo kuanzia hiyo siku na wewe mwenyewe soko hadipo. Tafadhali kule imeshaanza kusema tafadhali nipigie. Kwa hiyo wanajua. Wanaweka ngao hapo, ukivuka kama umeenda unapata kichao. Upanda kitanda cha baba yako ni kwa kisanga chako. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Rubeni ameambiwa hakuna ukuu kwako kwa sababu hili kosa. Sasa ukiendelea kusoma mstari wa 8, cheki huyu mtu alimwambiaje Yuda. Ndio utajua alikuwa ni lango kwenye ulimwengu wa roho kama baba, akitumiwa na Mungu kutamka maneno yatakayokuja kuwa. Huu ni mpango wa wokovu ulitamkwa kwa Yuda mstari wa 8. Na hivi baba yake ndiye alitumika. Kwa nini? Ana nafasi kubwa kwenye ulimwengu wa roho ya kupitisha cha kimungu, lakini kwa sasa baada ya anguko anaweza kukipitisha na cha shetani. Amen. Angalia, Yuda, ndugu zako watakusifu. Mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako. Wana baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba. Kutoka katika mawindo mwanangu umepanda. Aliinama akajilaza kama simba. Ni kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Hata atakapokuja mwenye nini? Miliki ambao mataifa watafanyaje? Watamtii. Kristo Yesu. Tunaibaga tumempata simba katika ukoo wa Yuda. Haya maneno alitamkwa na Yakobo mwenyewe, yakaja kuwa hivyo. Mungu atusaidie. Ninachotaka kusema kwenye hii point, hii laana ikunyimi kwenda mbinguni, lakini itafanya maisha yako paralyze. Inategemea imetamkwaje. Si uko sahihi hapa, babaka anajifunika na jacket. Usinitazame kama nimekuibia watoto, nisikilize vizuri. Nasema unaenda kwenye kikao cha kijiji, mzee kachaka ameenda kwenye ile nguo ile ya kunyanyua. Ile unajua ile nguo ya kunyanyua? Hii sio, weka chini. Akakutana na bilauzi, wala hajui ni bilauzi. Kapiga bilauzi kaenda kwenye kikao cha kijiji. Anachangia mawazo. Mzee kachaka hata kujifunika na baridi, anajifunika jaketi. Jaketi anajikunja mpaka linamtosha. Tafadhali nikwambie kitu kimoja. Hawa watu ni hatari kuliko unavyofikiri. Nisikilizeni ninyi wadada. Kitendo cha kuolewa na mwanaume, huyo baba mkwe na mama mkwe, tayari wana space na wana portion kwenye maisha yako, kwenye ulimwengu wa roho. Huyo mama mkwe muogope. Unamshikia kiuno kama kikombe cha Wahindi. Unashindana naye kwa sababu na umeanza kuzaa kama yeye alivyozaa. Hii ni kitu itakula kwako. Mungu atusaidie. Haleluya. Ndio maana hawa ni malango. Lipa mahali kama hujalipa. Kuna kitu atatamka, na kama umeshindwa kulipa mahali, nenda ukajipendekeze kupalilia shamba msimu ujao. Kajipendekeze. Usichukulie poa. Hawa ni malango kwenye ulimwengu wa roho. Wana nafasi. Wakitamka inakuwa. Haleluya. Wakitamka inakuwa. Wacha kushindana na watu wakubwa. Mheshimu baba mkwe, ana nafasi akitamka. Mimi namkumbuka mama moja. Mume wake aligombana na baba mkwe, akaungana na mume wake. Baba mkwe akamwambia, yuko hai mpaka leo. Akamwambia, usiende kwenye hilo shamba ambalo mtoto kijana wangu ameninyang'anya kwa sababu nimekasirika, usikanyage. Yule mama akaungana na mume wake, akaenda kupalilia kwenye shamba. Yule mama alipata bonge la kibiongo.
kibiongo iliota. Utakuja kumkemea shetani. Kuna watu wanazunguka leo, mtumishi niombe, inaonekana nina mikosi. Mikosi yenyewe sio mikosi, umekoroga shughuli kwenye malango. Ugomvi wa mume wako na baba yake, kaa mbali. Usijiunge na mambo ambayo yanaweza kuja kukugharimu. Ninyi ambao wangapi ambao baba mkwe anaishi bado? Baba mkwe na wazungumza na wadada. Nyosha mkono, umeolewa, baba mkwe anaishi. Unaanza kuogopa, nyosha mkono. Wao hongera baba Mungu amekujalia baba mkwe. Kama anakaa mbali, jifunze kufungasha. Peleka blanketi hata kama anayo, pelekee. Kama unaishi naye, hata upike makukuru, mpelekee hadi. Hii ni baraka. Mungu atusaidie. Tukiondoka hapa, anza kumtafuta baba mkwe. Usijiondolea akili kama hayupo. Anza kutafuta hao watu. Anza kuwahudumia, kwa sababu ni malango. Using'ang'ane na Yesu Kristo, kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye aliyesema hawa wana nafasi ya juu. Mimi nikitaka kukubariki ninaweza nikawapitia wao. Wangapi wananielewa? Haleluya. Na hicho kidomodomo chako na mama mkwe, nenda kaombe msamaha. Mami, kabla wewe mama mkwe hajakata moto, nenda ukanyenyekee. Ngoja nimalize na hii laana ya mwisho. Mlango mwingine wa laana. Mungu atusaidie. Laana hii ndio sema ya wazazi, ni wewe ndio kwenda kutengeneza. Mama, usijifanye mgumu, nyosha maelezo. Itakuja hii vitoto tunapeleka naitwa nini? English media. Mama, peleka English media, wapeleke wote. Saa inakuja wanakunyonga. Na English media yako wanakupiga kamba moja, miguu inaruka tu mpaka unakata roho. Sisi wana kukazana na watoto wakati tumekoroga shughuli kwa wazazi. Mungu atusaidie. Haleluya. Nimesemaje wanaume? Una hela kulipa mahari. Mimi nimeoa kwenye kabila ambalo mahari ni mbuzi 70, ng'ombe 5 na debe la asali. Na ile siku ya kwanza nimefika pale, nikapigwa ile debe la asali, sijajiandaa, nikapeana. Ile siku nimelipa mahari, baba mkwe alitamka neno la ajabu. Nina hakika. Nisikilize, huyo mwanamke uliye naye, kama hujamalizana na wazazi, my friend, nenda. Baba yangu aliambiwa na babu hivi, mimi nakaba na wewe, siku ukichinja kwa mzazi, kwa nini huyu mzee wa rika langu yuko karibu na wewe ale sehemu yangu siku zote? Ndugu yangu, tulikuwa tunatumwa kila siku tukamwita huyo babu aje ale posheni yake. Imepita na wakati. Ngoja nikwambie, kuliko yubusu transformer, bora yubusu punda. Nisikilize. Usibusu transformer ya TANESCO. Imepita na wakati. Peleka chakula cha watu, tumbo hajapita na wakati. Magari yapita na wakati, lakini sio tumbo. Liko pale pale. Peleka vitu vya watu, acha sarakasi ya transformer. Haleluya. Taifa la Mungu, haleluya. Utasimama sasa hivi kushughulika na maneno. Mungu asifiwe. Kwa hiyo peleka vitu. Yule babu alikula vitu vya kwake siku zote mpaka amekuja kufa. Baba alikuwa anamuita. Mimi juzi nilichinja mbuzi. Mimi nimetoka kwenye jamii ambayo kuna nyama hatuli. Si hatuli kwa sababu ya uchoyo. Ni utaratibu kwamba mzee ale sehemu fulani achilie baraka. Hii issue ya ulaku, ni issue ya mlango wa baraka. Hii chakula mlango wa baraka. Ndio maana siku ya send off, nikimuona msichana amefanya send off na amewalisha watu, naanza kutabiri dalili ya kubarikiwa, si magari, kwa jinsi ya roho na mwilini, yeye na uzao wake mbele ya safari. Kuliko hawa wanaotoka tu kama furushi limetelekezwa na mwizi. Sio, hayupo. Mungu atusaidie. Nikachinja mbuzi hapo hostel ninakoishi. Kuna mzee mmoja wa Kimeru nilimtafuta. Ndio mzee, njoo kula sehemu yangu tusigombane. Akaja akapiga mpaka tumbo limekuwa lekundu. Ambia pita hapa. Umetamka baraka, hujatamka imekula kwako. Mimi nimeshateka. Kule Kenya kuna jamii ambao uruhusi kula firigisi ya kuku kila unaenda kwenu. Firigisi hemu huli mpaka wazee wale.
Wewe siku hizi unajifanya mjanja, ukienda bucha kule unachotaka, ukichinja waite wazee wale sehemu yao. Hata kama ni Wakisukuma na wewe ni Mmeru, ita mzee njoo. Hii ni hapa hili. Kuna ile mgongo kwetu sisi ya wakina mama. Ukimchinjia mama ita kliniki cha kina mama, wapige vitu waondoke. Usie mambo ya kipepo, mambo ya zamani. Achana na hii kitu dishi. Unajua kuna watu dishi imeyumba. Ilikuwa inatakiwa iangalie magharibi, sasa imeangalia wapi? Mashariki. Hata kama wanaorusha satellite wanarusha matangazo kiasi gani upati. Dishi imeyumba. Tofautisha utamaduni na ibada. Hii haleluya. Ya mwisho jamani, kai ya mwisho. Sijui tunaonana lini eti. Ratiba yenyewe nilionao imepita kada ya umbu. Yaani hapa nilipo nina message jana, natakiwa kikao tena achana, nimeingia jana. Paka nije ninjoo sharikani kwangu, ni Mungu anajua ni lini. Mungu atusaidie. Amen. Angalia. Laana ya mwisho. Hii inatoka kwenye viongozi wa kiroho. Mnivumilie kidogo. Wangapi watanivumilia? Mungu akubariki. Good. Hii laana imetoka kwa viongozi wa kiroho. Kuna yule wa mila. Na mimi nikutahadharisha. Ile kitu kiongozi wa mila natamka juu yako kwa sababu ya uasi. Wewe ukiingia kwenye Kristo ukaamua kuokoka, kuna maneno natamka upande wa pili ya uasi. Haya maneno yana nguvu. Hakuna mshindi wala legwanani anayewekwa wakifu sirini, huwa anawekwa hadharani kuonyesha ya kwamba ninyi nyote mnaosikia hapa, huyu mtu kuanzia leo ana nafasi kwenye ulimwengu wa roho ambayo inaweza kuwa na influence juu yako, inaweza ikaathiri maisha yako. Ukiingia kwa Yesu Kristo, kumbuka huyu mtu ana nafasi ambayo ni ya kiroho, na kwa sababu hiyo, kwa sababu umemfuata Kristo Yesu, usijitoe akili, shughulika na maneno yanayotamka kwenye vikao vya kwao juu yako. Maana kwa upande wao unaitwa mwasi. Hiyo imepita hiyo. Haleluya. Nyingine ni ya watumishi wa Mungu, na hii imekula kwa wengi. Nisikilize, hakuna askofu anayewekwa chumbani kwake wakifu. Anawekwa hadharani. Watu wote wajue. Ndio maana mimi nikimkuta askofu wa Katoliki, mimi ni mchungaji wa Kiluteri. Shikamoo. Hata kama ana kilo 20. Shikamoo. Amen. Akiniambia ukaniletee maji, nakimbia mpaka napitiliza duka. Huyo sio swala la kwamba ana kilo ngapi. Askofu wa TAG akaniita, we, njoo mtumishi, njoo, nina shida, nenda kanitafutie kitu mjini. Ninaenda kama sina akili nzuri. He is a pastor, he is a bishop. Kuna makanisa kilichowagharimu leo ni kwa sababu mimi ni mchungaji hapa. Ana kanisa lake la lililoezekwa tu na mabanzi. Alafu anatamka maneno machafu juu yangu because mimi sisali kanisani kwake. Imewagharimu wengi. Wakatoliki wengi wamebarikiwa. Angalia taasisi nyingi na hata marais wengi toka nchi hii imeanza, wengi ni Wakatoliki. Mkatoliki hana neno na mtumishi. Hivi ni sawa na Wachaga. Wachaga wanabarikiwa kwa sababu hata kama analewa, hata kama ana miaka 70 kasoro, shikamoo mchungaji. Kuna hichi kizazi kingine kana kusimamia na kifua na shingo imepanuka kama mgomba uliokulia jalalani. Kwani kwa kitu hii imewakula kwa wengi. Askofu akitamka kitu juu yako, ile nafasi alionao kwenye ulimwengu wa roho inafanya kama ni mabaya, maisha yana paralyze. Yanaanza kutafunika pole pole. Siku ya mwisho unaona unafariki, huna hata mrithi nyumbani kwako. Huna mrithi, watoto umezaa na shule umewapeleka, hakuna mrithi. Ngoja nikuonyeshe Zaburi ambayo mchungaji akiamka akasoma saa 9 usiku kukusomea. Zaburi ya 109. Hii mbaya kuliko zaburi zote nimeona. Hii mchungaji akasoma na machozi, umeenda na maji. Mzee, hiyo ni ngumu. Lakini kabla sijaenda, naombeni wazazi wetu mlioko hapa, msiwe wepesi kutamka maneno juu ya vijana.
yanafanya kazi. Mungu atusaidie. Zaburi ya 109 mbaya. Ngoja usikilize maneno yake kwa kifupi. Hii mbaya, na kuna familia ambazo tayari wamedakwa na hii kitu. Mungu asisaidie. Hivi nimesema Zaburi ya 109 Zaburi ya 109. Ngoja nikusomee hata kama una Biblia. Sikiliza kwa nikusomee baadhi ya maneno tu. Fikiri askofu ameamuka usiku wa manane. Weza ni wa TAG ama ni askofu wa Katoliki, ameamuka, amepata uchungu mkubwa. Askofu wetu alituambia Monduli, msilaani watu. Lakini kweli kuna watu ambao wanashindwa kuvumilia. Cheki anachosema. Mungu wa sifa zangu, usinyamaze. Kwa maana wamenifungulia kinywa cha mtu asiye haki cha hila. Naam, kwa maneno ya chuki wamenizunguka. Wamepigana nami bure. Badala ya upendo wangu, wao hunishitaki, ijapokuwa na niwaombee. Wewe kufikiri mtu anakaa mlimana na kuombea, afu kurudisha kwako ni kitu kingine. Wamenichukuza mabaya badala ya mema, ni chuki badala ya upendo wangu. Uweke mtu mkorofi juu yake. Mshitaki asimame mkono wake wa kuume. Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki, na sala yake itadhaniwa kuwa ni dhambi. Hii ndio ile unampeleka mtu mahakamani, anaambiwa ana kesi ya kujibu na anafungwa, lakini mwenyewe anasema jamani, nina hakika sijafanya. Lakini maandiko yanasemaje hapa? Katika kuhukumiwa ataonekana hana haki. Hii ni nguvu ya kiroho imeenda mahakamani. Usimlaumu hakimu. Hakimu ana mwili. Hii ni roho. Umepata siku ile unaongea na watumishi kama umekunywa maji ya kuoshea vyombo. Frank. Ngoja. Samahani, ngoja niendelee kidogo. Wanawe, ngoja basi, 8. Siku zake na ziwe chache. Usimamizi wake na atwae mtu mwingine. Ndio ile mnatafuta mtu wa kusimamia mirathi, maana hakuna. Wanawe na wawe yatima, na mkewe na awe mjane. Kutangatanga na watange, na wanawe na kuomba. Watafute chakula mbali na mahame yao. Mdai na anase vitu vyote alivyo navyo. Wageni na wateke mapato ya kazi yake. Hii mdai ateke vitu vyake. Unachukua mkopo NMB hailipiki. Utawasingizia wachawi wote. Hii ngoma imedunda kwako. Sasa angalia, ngoja niendelee kidogo. Asiwe na mtu wa kumfanyia fadhili, wala mtu wa kuwahurumia yatima wake. Wazao wake waangamizwe, jina lao likafutwe katika kizazi cha pili. Ili somo nitafundisha siku nikija. Leo tuka hapa. Kuna kizazi cha kwanza kwenu, cha pili, kile cha tatu. Hakuna hata mtu wa kumpa kazi anayoweza kufanya mtu wa kwenu. Aliyebaki ni ile unamwambia chimba choo, kwa sababu ukimwambia chimba mtaro anaenda kulia ama kushoto. Kwa hiyo inabidi umwambie, unamwekea kijingi. Hapo namwambia sasa wewe zama hapa katikati hivi vikingi. Usipomwekea maki anakuchimbia choo iliyoenda kule kaenda kukata kona kule. Huyo ndio mwenye nafuu kwenye uzao aliyebaki. Unaelewana ninachokisema hapa? Uwe na adabu. Hii dunia unapita. Sitaki kupata hasara. Sina haja kusini endelee kidogo na haya maneno. Naona kuna watu wameshakata tamaa. Kweli hii ni mbaya sana. Hii mbaya. Mungu asifiwe. Angalia 14 nimalize, kuna nasema uovu wa baba zake ukumbukwe mbele za Bwana, na dhambi ya mamae isifutwe. Dhambi ya mama yake isifutwe. Iwe mbele yake siku zote. Metulia kimya, hata pini kidondoka inasikika. Sasa ngoja nimalize. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Angalau moyo uinuke tena. Ngoja nimalize kwa kusema hivi. Kuna maneno yanayotamkwa juu yako. Yanatamkwa. Unajua kitu kinachoitwa umbea, masengenyo,
kusingiziwa ni maneno yanaweza kukupiga moyo. Maneno sio maneno ni roho, yanakupiga mpaka unajinyonga. Haya ni maneno yanatamkwa na watu wanaokusengenya, wale watu wanaotoa unabii. Hebu angalia Zaburi ya 64. Tutashughulika na haya maneno sasa hivi, tunajumulisha na toba sasa hivi. Zaburi ya 64 ule mstari wa 3 anachokisema, maneno yanayotamkwa hata kama watu wamekaa mahali wanazungumza maneno. Ngoja nikupe ushuhuda kidogo. Kuna mtumishi mmoja ameenda kuhubiri pale Kenya, akawa amepewa chumba kwenye ghorofa namba 5. Akawa ametoka kwenye ghorofa hapo, anatembea nje kidogo, ile ghorofa linakuwa na nani hii kidogo ya kusimama. Akawa nasikia roho inayomwambia jirushe ufe, kwani wewe umeitwa? Nani mtumishi ameitwa kwenye huduma unajua. Baadaye akasema, wakasikia roho inayomwambia moyoni mwake, ingia kwenye nena kwa lugha, omba maombi ya kunena kwa lugha. Alipoanza kunena kwa lugha, macho yake yakafunguka. Kuna watu usiku huo wamechukua picha yake, wamepeleka, wachawi wamevaa majoho, wakachukua picha yake wakaweka juu kama meza, alafu akawasha mishumaa kama ile iko madhabahuni pale, wakaizungusha, wakawa wananena maneno ya uchungu juu ya ile picha. Wakati wananena, mtumishi anajisikia kule kujiua. Maneno sio maneno mengine yanatamkwa yana nguvu mpaka unasikia kufunga duka. Maneno hujasikia kwa masikio, lakini ni roho inapiga moyo. Kwani wangapi mtu anakuambia mimi nimeamua kuacha kazi, anaandika barua anaacha kazi, hajisikii kufanya kazi tena, maneno yametamkwa. Haya maneno yana nguvu. Na mimi nitakuonyesha kitu cha kufanya. Zaburi ya 64 ule mstari wa ngapi? Wa 3. Zaburi ya 64 mstari wa 3 anasema hivi, waliunoa ulimi wao kama panga, wameielekeza mishale yao maneno ya uchungu. Maneno ya uchungu inakuwa kama mishale. Mungu atusaidie. Zaburi ya 141. Angalia Zaburi ya 141. Tumalize 41 mstari wa kwanza. Samahani, 41. Zaburi 140. Ee Bwana, uniokoe na mtu mbaya, unihifadhi na mtu wa jeuri, waliowaza mabaya mioyoni mwao. Kila siku huondokesha vita, wamenoa ndimi zao kama nyoka. Sumu ya hasira hii chini ya midomo yao. Hii midomo, nyoka anayokuuma unakufa. Maneno yanayotamka yanakuwa hata kama uko Marekani. Tumalize na Zaburi ya 57 mstari wa 4. Nafsi yangu hii kati ya simba, nitastarehe. Una subscribe, unagonga kale ka kengele, alafu unajumuishwa kule kwa kufuatilia bila kudumu. Amen. Una subscribe, unagonga kale ka kengele, alafu unajumuishwa kule kwa kufuatilia bila kudumu. Amen.